Watazamaji, tuendelee na taarifa. Huku taifa likiwa linaendeleza jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, sekta za kibinafsi zimeahidi kudhibiti bei ya vifaa vya kukinga maambukizi ya virusi hivyo. Haya yamebainika kwenye hafla ya washikadau mbalimbali katika sekta ya umma na ile sekta ya kibinafsi ya kuzindua kongamano la kwanza la masuala ya afya. Saada Hassan na taarifa zaidi. Kenya ni mojawapo ya nchi zinazotoa huduma bora ya afya kulingana na shirika la afya duniani WHO. Lakini changamoto iliyoko kwa sasa ni jinsi ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Sekta ya kibinafsi imeahidi kudhibiti bei ya vifaa vya kukinga maambukizi ya virusi hivyo. We'll make sure that the prices of commodities will remain stagnant. If any provider is seen to be increasing prices because of the outbreak, we'll consider that as an insult to the Kenya health systems. Kenya has many advantages. Number one is that Kenya has, if you look at across sub-Saharan Africa, Kenya has a fairly well-developed healthcare system, both public and private. In fact, if you look at the numbers, about 10,000 people from African countries come into Kenya to seek better quality of care. And they come from countries that are neighboring us, but they come from as far as Nigeria as well. Akizungumza katika kongamano la kwanza la afya hapa jijini, mkuu wa masuala ya afya katika Benki ya Dunia, Profesa Marogo, amesema matumizi mabaya ya rasilimali, ukosefu wa ubunifu na kutowashughulikia wauguzi inavyofaa ni baadhi ya changamoto ambazo zinaathiri utoaji wa huduma. The health sector is the most dishonest sector in this country and in this region. We are corrupt. I am corrupt. What people don't realize is that when you look at the range of public procurement in any country in Africa, the one sector that always ranks 1, 2, or 3 in terms of the volume of public procurement is the health sector. Aidha, Rais Kenyatta ameunga mkono ushirikiano baina ya sekta ya umma na ya kibinafsi kuinua afya katika nchi. We did launch the pilot in December of 2018 in 4 of our 47 counties. And from what we have seen over that period in those 4 counties, we have seen increased access of essential medicines and medical services to excess of 3.2 million Kenyans. The national rollout of the program to the remaining 43 counties and by extension to every Kenyan is on course, or at least mutahi it better be. Swala kuu sasa ni je, sekta ya umma itaweza kudhibiti bei ghali ya kupata matibabu nchini ama idadi kubwa ya Wakenya wanaosafiri nje kupata matibabu itasalia? Saada Hassan, KTN News, Nairobi.